mambo vipi ndugu mtazamaji wa ISTV pamoja na Wiza TV. Hapa DJ Prince kwa kamera nikofikia Mr International. Leo kama Zari na kwenda kuwasogezea msanii pendwa Apollo Thomas, na leo ni kama bahati kubwa sana kupigilia maswali. Brother mambo vipi? Kama kawa. Mambo mengine nasemaje kaka? Tunamshukuru Mungu mwema. Kila kitu kinaendelea good. Kila kitu kiko poa. Vipi kazi yako ya muziki inaendeleaje? Tunafanya kama kawaida. Tunafanya. Pia masuala ya gharama kuanzia juu mpaka chini kaka. Yeah, of course, kawaida. Labda tukisema juu mpaka chini kama msanii mkwetu umetupea bei gani? Ni hela ndogo tu. Sidhani kama inafika 300,000. Sidhani kabisa, yeah. Siwezi kuwa mwongo. Kuna cheni ambayo inang'ang'aa hapo bei gani hiyo baba? Tunaunganisha tu. Yeah. Nyamwezi fulani hivi amenivalisha leo, si unajua? Lakini umetokea. Yeah, of course, asante ndugu yangu. Sasa labda turudi kwenye game ya muziki mpaka sasa Apollo Thomas kukuona hapa ni kama surprise kubwa sana. Yeah. Mashabiki na watu pia labda unawaambiaje kwa sikia leo? Yeah, of course nimekuja kumsupport Shobi Opa. Yeah. Kwenye albamu yake na mimi nipo ndani kwenye albamu ukanishirikisha. Yeah, of course nimekuja ili nimsupport, amefanya kitu kizuri sana. Yes. Yeah. Tena kwenye album kufanya kazi zako zote, kuna kazi nyingine ambayo iko hapo awali hujaifanya au vipi? Yeah, of course ipo. Ipo, lakini unapanga kuiachia lini? Kuna nyimbo inaitwa Msoka hivi karibuni tunaiachia, tushashoot video tayari, tushamaliza. Kwa hiyo naambia mashabiki zangu wawe tayari kupokea video ya Msoka. Mzee na yeye pia. Uoga kuna mazito kwenye safari ya muziki na kuna mengi ambayo mshawapitia. Yeah. Na kati ya wasanii ambao walizindua au tusema kwamba wamefungua njia kwenye muziki, wewe ukiwemo kwenye kizazi. Yapi ambao sasa hivi unaangalia unaona kwamba ni moja ya kitu ambacho nyinyi mlikuwa mnakimisi sana kwenye game? Kitu tulichokuwa tunakimisi, unajua kipindi tulichokuwa tunafanya sisi muziki, kidogo muziki ulikuwa mgumu. Sasa hivi muziki rahisi. Hata wewe sasa hivi unaweza kuingia studio ukafanya ngoma ikatoka. Lakini zamani unakuta mitandao mingine ilikuwa haipo. Hata hizi TV zilikuwepo hazipo. Kama TikTok huwezi kuona. Mitandao mingi ilikuwa haipo, lakini kwa sasa vitu vipo rahisi, unaweza kufanya kitu tu na ukatoka mapema. Kwa hiyo sasa hivi naona vitu vyote vipo rahisi, vijana wanafanya vizuri muziki na sisi tunajiproud kwa ambavyo wanavyofanya, kwa sababu ni moja kati ya njia ambao wanaitengeneza. Inatupa sisi kuona kile ambacho tulichokiandaa ni kizuri zaidi. Sawa, uzito bwana ambao sasa hivi unaonekana ni ule ambao watu wanasema kwamba walioanza muziki sasa hivi wamepotea. Yeah. Namna moja ama nyingine ya kwamba baada ya nyinyi kuanza safari zile za kutoka na kuingia, kuna ile namna fulani mlianza kupotea kwenye muziki. Yeah. Wewe kwa upande wako, yapi ambayo yalipelekea sana mpaka nusu fulani kuonekana kwamba vile kwenye game hauonekani? Yeah, of course mimi ni mtu ambaye nilikuwa mtu wa kusafiri sana. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikasema siwezi kuwaweka wengine. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema nilisafiri sana. Yeah, na nilivyokuwa nasafiri, wewe huwezi kusafiri afu watu wengine wasifanye. Watu walikuwa wanafanya na mimi sio eti kwamba nilikuwa naona vibaya wanavyofanya madogo, kwa sababu nilikuwa na proud kile kitu wanachokifanya, hata kama sipo wanafanya kitu kizuri. Kwa hiyo sio kwamba nimezima. Diki yupo wanafanya mpaka sasa hivi, na hapa sasa hivi tunafanya kwa sababu tuna track ambayo ipo njiani. Tuna release hivi karibuni inaitwa Msoka. Tumefanya na Dore kama unafahamu. Yeah, tumefanya na Dore inaitwa Msoka, hivi karibuni itakuwa out. Yeah. Kwenye mapasuko pia, kwenye mapasuko ya makundi. Yeah. Mmoja wapo ya kundi ambazo zilipasuka ikiwemo pia kundi yako. Yeah. Ambao wewe ulikuwepo na watu wengine. Yeah. Sawa? Wakina P-Boy, wakina Diki. Yeah. Lakini licha na hapo kuna vizazi vingine vilikuja kuibuka na vikaacha muziki. Yeah. Kitu ambacho sasa hivi ambacho kinapelea kwenye kundi ambacho unatamani kiongezeke na kipungue kwa mujibu wa kazi ni kipi? Unajua siku zote mkiwa kwenye kundi sio lazima kundi iendelee kuishi milele, kwa sababu kuna mtu anahitaji kuwa solo artist afanye kazi peke yake. Kwa hiyo kipindi kile tulikuwepo kwenye kundi, lakini P-Boy kuna muda alikuwa anafanya kazi mwenyewe. Mimi naweza nikafanya peke yangu au Dore akashirikishwa huku. Hivyo vinakuaga, lakini kwa sasa hivi nimemiss kwa sababu tulikuwa na upendo mwingi. Tulikuwa watu wa kupendana, tunasapotiana, lakini hivi angalia P-Boy mwenyewe ashakuwa Canada huko. Nimebaki hapo na Dore sio mtu wa kukaa sana hapa. Hivi sasa hivi alisafiri ile jana kaondoka. Ilibidi awepo hapa lakini amesafiri. Kwa hayo mambo unakuta mimi nikishapata kazi yangu huku kama mwenyewe lazima nifanye mwenyewe. Yeye mwenyewe akishafanya huko afanye yeye peke yake, kwa sababu tushakuwa sasa hivi. Hivyo. Sawa. Tuzungumzie IP ambayo ipo sasa hivi. Albamu ambayo ipo sasa hivi ya msanii ambayo ni msanii katika wasanii ambao walikuwa wanawafuatilia na ni vizazi ambao vimetoka ndani yenu pia. Yapi ambao umeyaona kwenye IP yake ambao unaona kwamba ni mazito ambao anafanya ambao nyinyi pia mkufikia kuyafanya? Hongera, mimi nampa hongera sana. Nampa hongera kwa sababu mtu anafikia tu kuandaa albamu sio mchezo. Amewekeza ina maana. Na pia nitoa shukrani kwa sababu humo ndani mimi nimo. Nimefanya naye track na ngoma pale nimeziona kwenye playlist, ni ngoma kali. Na namwombea kwa Mungu
nafikiri kwa muda huu hii inaonyesha jinsi gani Shobiopa anaanza taka na yeye kuwa mkubwa kuchukua level ya ukubwa ya. Okay. Kwa hicho alichokifanya, kwa nampongeza sana Shobiopa alichokifanya. Okay. Yeah. Labda tukiangalia hapo katika Minyagosu kuna underground wengi sana ambao wanajua kuimba na wanajua kufanya kazi. Labda upande wako ungetamani kufanya na nani au msanii gani hapo kwetu kambini kufanya naye kazi nzuri ambayo itaenda international? Wapo wengi, sidhani kama naweza nikawataja wote, labda nitaje kwa wale ambao nawafahamu. Kuna kijana anaitwa Bidobido, afanya vizuri. Kuna Janja, msanii kutoka sijui Kiliui, anafanya vizuri, na kuna huyu sijui anaitwa nani huyu simfahamu, na madogo wangu wanaitwa Vibration. Of course natamani sana kufanya nao kazi. Yapi ambao sasa hivi anakuvutia sana kwenye ufanyaji wa kazi hawa kwa wasanii ambao umewataja? Wanaimba mziki mzuri. Unajua kuimba mziki mzuri sio kuimba tu hapana. Andika mistari mizuri, mtu mwenyewe akisikia aseme kweli ameimba. So naimba tu ovyo ovyo, hapana, so mziki. Kwa hiyo imba taratibu ili watu wanyoke, waelewe kile wanachokifanya. Hivyo ndio. Kwa kufikisha ujumbe. Ujumbe ni kwamba leo nipo kwenye sherehe album uzinduzi wa Shobiopa. Mimi kama Happy Like Thomas nimekuja kumsupport ndugu yangu Shobi. Sawa, tuzungumze hili pia la uchokozi. Wasanii wengi bwana walisema kwamba hatukupata nafasi ya kushiriki kwenye album ya Shobiopa kwa sababu alizungumza bwana kama vile kauli za ukejeli, kama kukosa heshima kwa upande wako. Kwa upande wetu ina maana kwa upande wao wenyewe, lakini kwa upande wako wewe alikufataje kama kaka mkubwa, na alizungumza kauli gani ambayo ilikushawishi mpaka wewe ushiriki kwenye album? Shobi alinifuata, alinipigia simu, akani approach, akanambia kuhusiana na kazi, inabidi tufanye kazi. So tulikaa tukakutana, tuliongea mambo mazuri kwa sababu Shobi hajawahi kunikosea heshima. Hakuna siku tumewahi kukorofishana mimi na Shobi. Kwa hiyo ni mtu ambaye nampenda. Sijui kwa wengine, unajua mtu akamiliki kwa wote. Mimi kwa upande wangu sina shida na Shobi, labda kwa watu wengine. Kwa alivyoni approach nisema fresh, inabidi tufanye kazi kama kawaida na tuliingia studio tukawa tumekamilisha kazi. Kwenye mazuto, yale mazito. Sawa, mazito yale ya kusema kwamba azingatie mfuko. Kwa upande wako alizingatia shingapi mpaka na wewe ukasema kwamba mdogo wangu hapa kwenye hii sabuni bwana naweza nikakubless pia? Hamna, hilo siwezi kuongea. Unajua ni mambo ya management, somba kuweka public, lakini alinipa kiasi fulani, lakini siwezi kuongea. Siwezi kuongea mambo ya management hayo ndugu yangu. Kwa upande wa ushauri mkubwa, kitu gani ambacho unaweza ukashauria wasanii wengine ambao wanataka kuandaa albamu kama gisi ndugu yetu sasa hivi anavyofanya? Ni kweli, unajua unapotaka kuandaa albamu, kitu cha kwanza kwa sababu albamu ni ngumu bwana. Ukiandaa nyimbo sijui 30 unataka zote zitoke na zifanye vizuri, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo unapotaka kuandaa albamu, jitahidi sana. Uweke mpunga yani. Na kingine, so unafanya nyimbo zote afu unaziweka kapuni, fanya promotion. Promotion ndio kitu kikubwa. Unaweza ukafanya nyimbo kali lakini bila promotion haiendi popote. Kwa hiyo ninachowaomba wasanii wengine, mnapotaka kuandaa nyimbo au mnapotaka kuandaa kazi kama album, fanyeni promotion. Hicho ndio kikubwa ya. Kwa muda mrefu wa muziki, wasanii ndio wanafanya wengi sana. Yapi ambao unaweza ukapenda sana kuwashauria kiupande wako? Kwa sababu wewe ni moja kati ya vizazi ambavyo mmefagilia, yani mmefanya kitu ambacho kimekuja kuonesha sasa hivi kambini kweli kuna muziki. Kuwashauri vipi labda? Kwenye maneno, kwa sababu kuna wasanii ambao wanasadikika bwana, wanazungumza maneno mabaya wakiwa kwenye makundi ya watu, wakiwa wanatoa zile kauli mbaya kwa wakubwa kama ni kweli, unajua kuwa msanii sio kwamba wewe ndio umekuwa king au wewe ni Mungu, hapana. Heshimu watu. Kitu cha kwanza heshimu watu. Sasa heshimu shabiki anayekusupport. Kwa sababu shabiki ndo anakusupport wewe. Mpaka uonekane uwe mkubwa ni shabiki. Kwa kitu kikubwa so unafika kwa watu unaanza kutukana mara hivi. Mbwembwe nyingi kwenye TV. Haileti maana. Kikubwa ni kwamba heshimu mashabiki, usitukane watu, appreciate kila wanachokifanya. Mungu anabariki, njia zinakuwa ipo fresh. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba waache mambo ya matusi. Wafanye mziki, tufanye mziki tu kama kawaida. Sawa, neno la mwisho pia watu watazingatia, mashabiki zako pia na wasanii wengine na watu mbalimbali. Yapi ambao unaweza ukawaachia la mwisho kiupande wako wewe Apply It Thomas? Opunda no bunda ono na basomba ni bose baye no bunda ono ma bunda na basomba ni bose baye ole msoka mbobala mwekolesheleshe. Happy Like Thomas, President Osama Bin Laden. Nawapenda sana ndugu zangu, asante sana. Okay, thank you.
TV.